mmeaminiwa na taifa kukabidhiwa watoto wetu. Niwaombeni sana, kama ambavyo mmeaminiwa, na nyinyi mjiamini. Sina shaka na hilo, kwa sababu mshapata hiyo tangu mkiwa vyuoni, mmeendelea kupata nasaha hizo, lakini tunalazimika kuyasema haya kwa sababu ya uzoefu wa baadhi yetu, namna ambavyo wanaendelea. Taifa limewaaminini, naombeni na nyinyi mjiamini, muitunze hiyo imani mliopewa na taifa ya kukabidhiwa watoto kuwalea kiroho, kimwili na kiakili. Niwaombeni sana sana katika hili. Elimu ni miongoni mwa components muhimu sana katika usalama wa taifa, kwa maana ya kwamba taifa ambalo halina elimu bora, elimu nzuri, usalama wake unakuwa mashakani. Lakini kuimarisha usalama katika eneo hili la elimu, tumepewa sisi walimu jukumu hilo. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba tunafahamu malengo ya taifa ni yapi, dira ya taifa. Wakati mwingine tupate fursa tuipitie kwa kifupi, tusiwe tunatekeleza pasipo kuifahamu vizuri. Dira ya taifa katika maeneo ya elimu yanazungumza nini, yanatutaka tufanye nini, nini tukifanye, nini tusikifanye, ili hatimaye tufike huko 2050 kama ambavyo dira ya taifa inasema. Tufahamu malengo ya mkoa wetu katika elimu ni nini, tufahamu malengo ya wilaya yetu ni nini. Baada ya kupata picha ya maendeleo ya kielimu ndani ya wilaya yetu, ni imani yangu kwamba ama tayari mmeshafahamu angalau kwa miaka 5 ya hivi karibuni hali yetu ya kielimu ikoje, na kama bado, basi inaweza ikapatikana fursa mkaipata kwa upande wa shule za msingi na kwa upande wa shule za sekondari. Kufahamu hivyo itatusaidia, maanake itakuwa inatupa picha tumetoka wapi, tupo wapi, na hivyo tuelekee wapi. Na nyinyi mna mchango mkubwa sana wa kuleta mabadiliko chanya katika maeneo haya. Jambo jingine nieleze kwa kifupi sana, ambao pia ni kama marudio, lakini hatuna budi kulisema. Ni kama ambavyo kwenye nyumba za ibada wanarudia. Kazi ya ualimu huwezi kutenganisha na uadilifu. Tuendelee kutunza uadilifu wetu. Kwa haraka na kuoneni hapa, kwa uadilifu kipengele cha mavazi mko vizuri, hongereni sana. Tumpashie sasa. Pasha. Panda. Kazi nzuri. Asante sana. Lakini kama tunavyofahamu uadilifu na vipengele vingi, tuvitendee haki vipengele vyote vya uadilifu. Si tu tunavyovaa, tunavyoongea, matendo yetu, kwa sababu sisi katika jamii kweli ni kioo na tunategemewa sana. Wengi hujifunza kwetu. Hata kama utajiona wa thamani ndogo ukilinganisha labda na mtu mwingine, lakini ukweli wewe ni wa thamani kubwa. Kwa hiyo kutunza uadilifu wako ni muhimu sana, walimu wenzangu. Tuwe makini sana kutunza amani ya nchi yetu, kutunza usalama wa taifa kupitia mitandao ya jamii. Tutunze uadilifu wetu kupitia mitandao ya jamii.
Lakini matendo yetu mengine, kuna baadhi ya walimu, sio nyinyi, na siamini katika nyinyi mnaweza mkafanya hivyo, matendo yao hayaendani na uadilifu wa walimu. Kuna baadhi ya walimu ni walevi, wengine wanatumia madawa ya kulevya ikiwemo bangi, wengine wanajihusisha na vitendo vya rushwa ambavyo vyote ni kinyume na uadilifu wa walimu. Rai yangu kwenu, kamwe tusiende kuwa chanzo cha migogoro. Badala yake tukawe ufumbuzi, tukawe suluhisho ya hiyo migogoro, tukawe ni sehemu ya kuzuia migogoro inayotarajiwa kutokea. Na mimi nikuombeni, kama watakavyofafanua, tuwasikilize vizuri, tutekeleze wajibu wetu, lakini unapofika muda wa kutaka haki zetu, napo kwa hekima tuzipate haki zetu. Sasa nitaka nijikite eneo hilo. Wakati tunatafuta haki zetu, kuna wakati mwingine baadhi yetu wanakosa adabu. Huo mchakato wa kutafuta haki husababisha baadhi yetu kukosa nini? Adabu. Tunahitaji kuwa makini sana tunapotafuta haki yetu, tutumie hekima, lakini usikate tamaa. Hakikisha haki yako unaipata. Unafanyaje? Unaipata.